يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين، آمين آمين آمين. قيل لحبيبنا المصطفى يا رسول الله ما أكثر شيء يدخل الناس الجنة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. صدق رسول الله. Watukufu Islam, Waarabu wana maneno ya hekima yaliyojaza falsafa ndani yake, na kila nafasi au mawqif kutokana na hali za watu au mazingira ya watu, basi pana maneno yake, na ndio sifa hiyo wenyewe huwa wanaiita balagha. Balagha ni kule kuangalia kitu ambacho kinafaa mahala wapi kitumike na muktadha upi kifanyike. Sasa kila sehemu wana aina ya maneno yake ya ghali. Ukisoma adabul arabi utaona hayo masala tunayozungumza wakati huu. Wale viongozi wakubwa waliokuwa katika position zao fulani zinazoheshimika, nafasi zao ni marmuk na kila kitu, basi pia kuna aina ya misemo yao pale kwa ipo inawakilisha kuwepo kwao wale viongozi sehemu za juu. Watu wa daraja la kati, wa daraja la chini, nao pia wako na system na hali kama hiyo. Sasa katika hii position ya juu hapa, anapoondoka mtu ambaye alikuwa ni kiongozi mkubwa, ana mandhar fulani ya kupendeza, labda pengine hali yake na matendo aliyoyatenda yamefanya jamii kukubali kile ambacho amekifanya mtu huyo, ikawa jamii wanatamani wampate mtu mfano huyo au wabaki huyo dhahari ya maisha yao. Basi akifa mtu na kuondoka katika nafasi ya kiti chake, wakati yule mtu alikuwa ni anfa'u nnas, anawafaa watu kwa mambo, huwa wana maneno wanasema kama ifuatavyo: hayhat hayhat lan ya'ti az-zamanu bimithlihi inna az-zamana bimithlihi la baqiy. Haya ndo maneno Waarabu wanasema, yani hayhat, haitakuwa, yani haiwezekani kuwa tena, la yati az-zamanu bimithlihi, hautatuletea muda tena mfano wake. Yani wanaostaki muda wanaulaumu wakati, kwamba wakati hautakuwa mwema tena kwa kutuletea mtu mfano wake walioondoka. Inna az-zamana bimithlihi la bakhilun, hakika ya zama mfano wake zimekuwa bakhili, zinatunyima sisi kutuletea mfano wa mtu huyo. Hizi huwa wanazisema ala ruasaihim, kwa viongozi wao au wale watu marmuki wenye hadhi na vyeo vikubwa, wayasema watakoyasema. Lakini msemo huu kama tutauchukua tuweke katika position ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi kweli tutakuja kuona position yake hakuna mtu anafaa kukaa pale au anayefanana na nafasi ile, na nyakati zimekuwa bakhili kutuletea mfano wa mtume. Hayhat la yati az-zaman bimithli nabiyina Muhammad, inna az-zamana bimithlihi la bakhil, hakika nyakati hazitatuletea tena mfano wa mtume wetu Muhammad, zimekuwa bakhili nyakati kutuletea mfano wake. Sasa kama hakuna mtu anaweza kuwa kama yeye, basi kwa tabia zake tunaweza kuwa kama yeye. Basi kama tutakosa jamii iloishi kama jamii ya mtume Muhammad, basi kwa tabia tunaweza tukaizalisha jamii dhidi ya jamii ya mtume Muhammad. Kama tutaikosa nyumba kama nyumba ya mtume Muhammad,
basi kwa tabia tunaweza tukazivumbua nyumba mithili ya nyumba ya Mtume Muhammad. Kama tutakosa watu mithili ya wale walioishi na Mtume Muhammad, basi kwa tabia tunaweza tukazalisha watu mithili ya wale waliokuwa haula Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kila hali kama tutakosa mfano ile, basi kwa tabia za Mtume na mazingira yake tunaweza tukatamathali, tukafanya kitu mfano alichokifanya Mtume, na hapo tukazalisha jamii ya Mtume Muhammad, ikawa inaitwa kaumu Muhammadia, ni kaumu ya watu wa Muhammad bidhabti, kwa ukweli ndani. Unajua jamii ya Mtume ilikuwa imemfahamu Mtume Muhammad kwa kiasi gani? Wakati Mtume amekufa, sahaba Hudhaifa ibn al-Yaman anapiga hodi katika nyumba au katika mahakama ya Umar ibn al-Khattab. Wakati huo khalifa alikuwa ni Umar. Anaingia Hudhaifa ibn al-Yaman, na historia inamtaja Hudhaifa ni katibu asrari nabi. Huyu ni mwandishi wa siri za Mtume Muhammad. Anakuja katika nyumba ya Umar, anapiga hodi, Umar anamkaribisha. Falaqiyahu mubtasima, Umar akampokea, akamlaki kwa furaha. Alafu akamuuliza, kaifa asbahta ya Hudhaifa? Hudhaifa, umeamkaje? Akasema, asbahtu uhibbu alfitna wa akrahu alhaq wa usalli bighairi wudu'in wa liya fi as-samai wa liya fi al-ardi ma laysa lillahi fi as-sama. Anamwambia, kama unaniuliza asubuhi yangu ya leo nimeamka vipi, basi nimeamka napenda sana fitna. Na fitna ni kitu Mtume sallallahu alaihi wasallam ametukataza mno. Najua shari ya mfitinishaji ni ipi? Mtume anasema fitnatu naima la'ana Allahu man ayqadha, imelala fitna, atakayemsha na laaniwa na Mungu. Lakini fitna siku ya kiyama, Mtume anasema watu tuqradu alsinatuhum bimaqaridin min hadid wa kullama quridat adat kama kan, ndimi zinakatwa kwa mkasi mkali wa chuma, na kila unapokatwa unarudi tena. Ni kina nani? Fatanu, wale watu ambao ni na tabia ya kufitinisha. Sasa anasema Hudhaifa kumwambia Umar, asbahtu uhibbu alfitna, mimi nimeamka napenda sana fitina, wa akrahu alhaq, na haki mimi naichukia. Subhanallah. Waliya fil ardi ma laysa lillahi fi sama, na tena na vitu ardhini Mungu mbinguni hawezi kumiliki. Na vitu ardhini Mola wako Umar uko mbinguni alipo hawezi kumiliki. Alafu akamwambia, wa usalli bi ghairi wudu'in lan nasali ila faghadiba Umar hatta taraghat aynahu min al-ghadab. Umar alikasirika mpaka macho yale yameiva damu kutokana na hasira. Akatoka Hudhaifa wala hakumwambia chochote, kamwachia hasira yake. Basi akaingia Ali ibn Abi Talib, anapiga hodi. Ali anaingia, anamuona Umar mashubatun bil huzni wal ghadab, amehamanika, yuko kwenye huzuni na ghadhabu iliyokuwa kubwa. Mtu mutajian biha, anamuuliza mala, anamwambia laqad dakhala alayya Hudhaifa, amekuja Hudhaifa. Nilipomuuliza kaifa asbahta ya Hudhaifa, umeamkaje Hudhaifa, akaniambia asbaha yuhibbu alfitna wa yakrahu alhaq wa lahu fil ardi ma laysa lillahi fis samaa wa yusalli bighairi wudu'in. Anaamka anapenda fitina, anachukia haki, anamiliki kilicho ardhini au anamiliki hapa ardhini ambapo Mungu mbinguni hawezi kumiliki, wakati Allah anasema ni vya kwake yeye, walahu ma fis samawati wa ma fil, vya kwake yeye Allah vya mbinguni. Yeye anasema anamiliki vitu ardhini, Mola wangu mbinguni hamiliki. Na anasadi bila, kumbe bwana alikuwa ni mnafiki. Kipindi chote tunakaa na Mtume anatuendea katika hali ya unafiki, leo anadhihirisha unafiki wake kipindi Mtume amekufa. Akacheka Sayyidina Ali ibn Abi Talib, akamwambia ma khata, wallahi hajakosea Hudhaifa. Akamwambia hajakosea Ali, ameamka anapenda fitna. Sema naam, innahu yuhibbu malahu wa walad,
yuhibbu malahu wa walada, anapenda watoto wake, anapenda na mali yake. Na kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema innama amwalukum wa auladukum fitna, hakika ya mali zenu na watoto wenu ni fitina. Na kila mtu katika sisi anapenda mali yake, anapenda watoto wake, hawezi kuepukana nayo au hawezi kuepukana navyo viwili hivyo. Mali atakuwa nayo, na kama karuzukiwa na watoto atakuwa nao, basi atavipenda viwili hivyo, na ni fitna kubwa kwa upande wake. Sasa fitina anaisema hapa Sayyiduna Hudhaifa ni kwamba anapenda mali na watoto. Akasema tena wayakrahu alhaq, anachukia haki. Akasema naam, innahu yakrahu almaut walmautu haqqun, huyu anachukia kufa na mauti ni haki. Wa kullu mri'in musabbahun fi ahlihi walmautu adna minhu min shirakin alayhi, kila mtu anaamka amekumbatia familia yake, yuko karibu na familia yake, lakini mauti yako karibu na yeye zaidi kuliko swali ya kiatu chake. Wa huwa haqqun, nayo ni haki. Ndio maana Mungu anasema wajaat sakratul mauti bilhaq, kwamba hii kitu ni haki. Na Mtume ametuambia tena, la yatamanna yanna ahadukumul mauti bidurrin asaba, mtu asitamani kufa kwa sababu ya madhara yaliyompata, kwamba mauti ni kitu ambacho cha haki, lakini sote tunachukia, hakuna mtu anapenda. Sasa yeye Hudhaifa anachukia mauti, sio kwamba haki ya Uislamu na dini, mauti ndio anachukia. Akasema walahu fil ardi ma laysa lillahi fis sama, amesema Hudhaifa anamiliki vitu ardhini, Mungu mbinguni hamiliki. Kama gani kweli, innahu yamliku malan wa zawjatan, innahu yamliku zawjatan wa waladan, anamiliki mke, anamiliki na watoto. Wallahu la yamliku malan la yamliku waladan wala zawjatan, lakini Mungu hana mke, hana watoto. Subhana, utakasifu ni wa kwake. Lam yattaqid lahu waladan, Mungu hajajichukulia mtoto, hicho kitu Allah katakasika nacho. Sasa hiko ndo anachokizungumza. Umar akauliza tena au akasema tena yusalli bighairi, haya jambo lingine amesema anasali bila udhu. Sema na innahu yusalli ala nabi Muhammad, huyu anamsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na nani anayetoka wakati anakusikia inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, tunamsalia Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hii sala haihitaji mtu awe na udhu, na Mtume anasema al-bakhilu man dhukirtu indahu wa lam yusalli alayya, atakuwa bakhili aliyefeli raghima anfu rajulin, huyu kaangamia pua yake. Zamani ilikuwa watu wakati wa Mtume wanapopigana meleka huwa linachorwa duara kubwa, kisha wanaingia ndani yake mazaimu wawili wenye nguvu zao, wanashindana nguvu pale. Wakishindana nguvu, anayeshindwa huangushwa chini, kisha kikakamatwa kichwa chake na kusagwa kwenye mchanga. Sasa Mtume anawaambia kwa lugha yao, raghima anfu rajulin, imeangamia pua ya mtu, yani imesagwa pua ya mtu, hana maana, amekula hasara, kafeli. Man dhukirtu indahu wa lam yusalli alayhi, ninatajwa halafu asinisalie. Sio kwamba subiri kidogo imam nikatie udhu nije nimsalie Mtume, la, swala hii haihitaji udhu. Swala hii inahitaji umsalie Mtume katika kila nyakati zake. Ndio ile kijana anamwambia Mtume, ya Rasulullah, nikusalie thuluthi, nikusalie nisfu, nikusalie. Mtume akamwambia wewe nisalie tu, hata ukizidisha hapo pia umenisalia. Akasema maisha yangu yote nitakuwa nakusalia. Mtume akamwambia idhan dhahaba Allahu laka dhanban wa yaghfiru laka dhanban, ukifanya hivyo Mungu atakuondoshia majikijiki yako, matatizo ulikuwa nayo, shida, vikwazo, unaanguka, biashara zimefeli, watoto wadogo, mambo yamekatika, huoni hela, baraka imepotea. Salli ala nabi. Mtume anamwambia dhahaba Allahu laka dhanban, matatizo yako Allah atayaondoa, wa yaghfiru laka dhanban, na utasamehewa madhambi yako uliyokuwa unayafanya. Kwa sababu man salla alayya salatan
raja Allahu ilayya ruhi hatta